Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu lipitalo majina yote la Yesu Kristo. Namshukuru Bwana Yesu kwa ajili ya nafasi nyingine ambayo tumeipata ya kujifunza kutoka kwake pamoja kwa neno lake. Namshukuru Mungu kwa ajili ya series ambazo tumekuwa nayo kujifunza kwa habari ya ibada na mwabudu. Neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Yohana sura ile ya 4 mstari wa 23 hadi 24 anasema saa ipo nayo ni sasa ambayo waabudu halisi watamwabudu Baba katika roho na kweli, maana Baba watafuta watu kama hao wamwabudu. Tafsiri ya The Passion Translation anasema from now on worshiping the Father will not be a matter of the right place but with the right heart. Leo natamani kuongelea kitu ambacho ni cha muhimu sana kwa mtu ambaye anajijua ni mwabudu. Hicho kitu kinaitwa moyo. Ndio maana anasema kwenye tafsiri ya The Passion, from now on worshiping the Father will not be a matter of the right place but with the right heart. Hizi ni habari za Yesu alipokuwa anaongea na yule mwanamke ambaye amekutana naye kisimani. Yesu anamwambia hivi ya kwamba sasa hivi kumwabudu Mungu sio kuwepo tu eneo ambalo ni eneo sahihi, hapana, lakini kuwa na moyo ambao ni moyo sahihi. Ukisoma pia tafsiri ya The Amplified anasema hivi, but a time is coming and already here when the true worshipers will worship the Father in spirit. Kwenye mabano akasema from the heart, the inner self. Kwa hiyo moja ya kitu ambacho nimekuja kugundua ni kitu cha muhimu sana kwa kuweka mwabudu ni swala la moyo. Mungu apokee ibada inayotoka kwenye moyo mchafu. Ukisoma neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Mathayo sura ya 15 mstari wa 8, Yesu alikuwa anaongea na Mafarisayo, akawaambia watu wao niheshimu kwa midomo, lakini mioyo yao iko mbali nami. Kuna watu wanaimba kwa sababu tu wana kipawa, lakini hakuna uhusika wote wa mioyo yao wakati wanapopeleka ibada yao mbele za Bwana. Mungu anaifurahia ibada iliyotoka kwenye moyo namna gani basi? Jambo la kwanza, Mungu upokea na kupendezwa na ibada inayotoka kwenye moyo safi. Kwenye moyo safi. Mahali pengine Daudi anamwambia Bwana uniumbie moyo safi. Fanya upya roho iliyotulia ndani yangu. Daudi kama mtu ambaye ni kielelezo chetu sisi waabudu, anamwambia Bwana uniumbie moyo safi. Daudi alijua kwamba ibada yoyote ambayo itakubalika mbele za Mungu sio ibada iliyotokea kwenye sauti nzuri. Ingawa sauti nzuri ni kitu cha msingi, sio ibada ambayo imetoka kwenye vyombo na muziki uliopiga mzuri, hapana, bali ni ibada iliyotoka kwenye moyo safi kwanza. Ukisoma neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Zaburi, Daudi anasema ya kwamba kwenye Zaburi ya 51 anaambia Bwana, tazama wapendezwa na kweli iliyo moyoni. Moyo wenye kweli, moyo ambao ni moyo msafi. Anasema nawe utanijulisha hekima kwa siri. Kwa hiyo foundation ya ibada yote unayopaswa kuitoa kama mwabudu inapaswa ijengwe kwenye moyo safi. Moyo safi. Neno la Mungu linasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Sio heri wenye sauti nzuri, sio heri wanaojua kupiga vyombo vizuri, sio heri wenye sauti, sio wanaojua kuimba riffs vizuri, sio watu wanamle. Anasema heri wenye moyo safi, maana hao ndio watakaomuona Mungu. Ni kweli unaweza ukawa na kipawa, ni kweli unaweza ukawa na karama Mungu amekupa, lakini kama moyo wako hauko safi, Mungu hawezi kuipokea ibada yako. Jambo la pili, Mungu anapendezwa na anaipokea ibada gani? Mungu anapokea ibada iliyotoka kwenye moyo ambao umenyenyekea na kupondeka. Kitabu kile cha Zaburi ya 51 mstari wa 17, Daudi anasema dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hautaudharau. Anasema dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika. Anamwambia Mungu moyo uliopondeka na kuvunjika. Huo moyo wewe Mungu hautaudharau. Wewe moyo wako umevunjika na kupondeka mbele za Mungu kiasi gani? Kuna mtu leo akikwazika tu anazira. Anasema kuanzia leo sitakuja praise. Kuanzia leo ndo nimeamua kuacha kuimba. Kwa sababu tu alikutana na mtu mmoja amemkwaza. Mtu wa Mungu. Neno la Mungu linasema Mungu anapendezwa na ibada inayotoka kwenye moyo uliopondeka, moyo uliovunjika. Ndio maana mwimba Zaburi anasema moyo uliovunjika na kupondeka, Mungu hautaudharau. Lakini nimejifunza watu wote ambao wanainuliwa na Mungu hasa kwenye ile eneo ni watu ambao mioyo yao imepondeka na kunyenyekea. Ukisoma kwenye kitabu cha Samueli wa pili sura ile ya 22 mstari wa 36, mtumishi wa Mungu Daudi anasema hivi,
nawe umenipa ngao ya wokovu wako na unyenyekevu wako umenikuza. Kitakachokukuza wewe kama mtumishi wa Mungu mwabudu ni unyenyekevu. Anasema na unyenyekevu wako umenikuza. Unataka ukue kwenye ile eneo. Ni kweli unaomba, ni kweli unafunga, lakini moja ya jambo ambalo litakukuza kwenye ile eneo la watu wa ibada ni wewe kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Lakini jambo la kwanza kuwa mnyenyekevu mbele za Mungu. Lakini jambo la pili kuwa mnyenyekevu kwa wale watu ambao Mungu amekupa kwa wakati huu. Mtu wa Mungu nyenyekea. Wanyenyekevu ndio wanaokuzwa. Nionyeshe mtu yote ambaye amekuwa kwenye ile eneo, nitakuonyesha mtu ambaye ni mnyenyekevu. Lakini jambo lingine kwa habari ya unyenyekevu, neno la Mungu katika kitabu kile cha Petro wa kwanza sura ya 5 mstari wa 5 anasema vivyo hivyo ninyi vijana watiini wazee, na ninyi nyote jifungeni unyenyekevu mpate kuhudumiana, kwa sababu Mungu wapinga wenye kiburi lakini wapa wanyenyekevu neema. Wanaopewa neema ni wanyenyekevu. Mimi nimekuja kugundua ya kwamba kuna neema Mungu anatupa kwa kadiri ambavyo tunakuwa, lakini kinachotukuza ni unyenyekevu. Kuna neema ambazo Mungu atakupa leo, lakini kwa kadiri ambavyo unakuwa kwenye ile eneo ndio Mungu ataziachilia hizo neema. Lakini hizi neema zinaachiliwa kwa watu ambao ni wanyenyekevu. Tumesoma kwenye kitabu kile cha Samueli wa pili. Daudi anasema unyenyekevu wako umenikuza. Unataka kukua na kuna neema zianze kuoperate kwenye maisha yako sasa kwenye ile eneo. Kuna watumishi wa Mungu ambao leo tumewashuhudia wameanza kuoperate, walikuwa ni waabudu tu wakaanza kuwa wanyenyekevu mbele za Mungu. Siku hizo wamekuwa hadi manabii, wanaprofesai, wanafundisha, wamekuwa walimu wazuri. Lakini kwa sababu gani? Kwenye lile jambo dogo ambalo Mungu aliwaamini kulifanya, walionyesha unyenyekevu. Kwa hiyo huo unyenyekevu Mungu alivyoona ule unyenyekevu wao, akaachilia neema ikawakuza kutoka kwenye eneo moja na kuwapeleka eneo lingine. Lakini mstari mwingine kitabu cha Obadia sura ya kwanza mstari wa 3 anasema kiburi cha moyo wako kimekudanganya. Miongoni mwa vitu ambavyo vinawadanganya watu ni kiburi. Kiburi kinakudanganya umefika, unaweza. Wewe kwa sababu unajua kuliko fulani. Basi kuna watu leo unakuta mtu anasema kabisa mimi nimeitwa kwenye eneo la ibada. Lakini ukifika kanisani, yeye anajua tu kuimba. Muda wa kuimba ukishaisha, yeye anatoka aenda kukaa kule nje. Mtu wa Mungu, hicho kiburi kinakudanganya. Na neno la Mungu linasema kitakuangamiza. Hicho kiburi kinakudanganya na kitakuangamiza. Ukisoma neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Ezekiel kwa habari ya shetani vile ambavyo alianguka, alianza kudanganyika kwanza. Alianza kudanganywa mwenyewe na moyo wake. Yaani kwamba nitapanda, nitainuka, nitafanana na aliye juu. Ukweli ni kwamba njia rahisi ya Mungu kukushusha kwa dakika chache ni wewe kuwa na kiburi. Mtu wa Mungu, Mungu upendezwa na ibada inayotoka kwenye moyo uliopondeka na uliovunjika. Lakini jambo lingine, Mungu ipokea ibada ya namna gani basi? Mungu uipokea ibada inayotoka katika moyo wenye utii. Neno la Mungu katika kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ile ya 15. Mtumishi wa Mungu Samueli anamuuliza Sauli, "Je, Mungu uzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu kuliko kuitii na kusikiliza sauti ya Mungu?" Anamwambia hivi, angalia, kutii ni bora kuliko sadaka. Mungu anapendezwa na mtu ambaye anaitoa ibada yake kwenye moyo wa utii. Wewe Mungu amekuagiza nini? Niliwahi kukaa na mtu mmoja nikawa naongea naye, akaniambia Mungu amenipa mzigo wa kuandaa ibada, lakini nikamwalika mtu ambaye kwa sababu ana jina ili nipate watu wengi kwenye ile ibada au nionekane kwamba nina connection za watu wakubwa. Anasema ile ibada alienda kuikagua. Baadaye baada ya ibada kuisha, anasema vitu vilivyokuwa vimetoka ni tofauti kabisa na yale maelekezo ambayo Mungu alikuwa amempa sirini. Mtu wa Mungu, ni kweli unafanya hicho kitu? Ni kweli hicho kitu unachokifanya kimetoka kwenye maelekezo kamili ya Mungu? Ni kweli umewalika watu kwenye ibada? Ni kweli umefanya ibada ulivyofanya? Yalikuwa ni maelekezo kamili ya Mungu au ni akili zako? Mungu anaikubali na kupendezwa na ibada iliyotoka katika moyo wa kutii. Moyo unaomtii yeye, moyo unayemnyenyekea yeye, na moyo ulio safi mbele zake. Mungu akubariki. Asante kwa kujifunza pamoja nami. Tukutane wakati ujao. Shalom. Amen.